Sasa nimeanza kusikia maneno yanayosemwa kwamba tuwasindikize wanaokwenda kupiga kura tarehe 28. Huko kutakuwa ni kuvunja amani. Tarehe 28 inajulikana ni watu gani kisheria, iko kisheria. Sasa sheria hii maana yake inaenda kuhalalisha urais uibiwe. Sisi hatutokubali tena rais mwizi aliyepatikana kwa wizi. Jamaa, mtakubali? Mtakubali? Hatujatunga sisi, limetunga Baraza la Wawakilishi. Iko sheria inayosema kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitapiga kura tarehe 28, tarehe moja kabla ya kura ya wananchi wote. Sisi tunachosema sheria ya kijinga nayo hufanywa ujinga tu. Sheria ya kijinga nayo hufanywa Mwaka huu Oktoba 28 ni siku ya vyombo vya ulinzi na usalama. Tutawasindikiza siku ya kwanza, tutawasindikiza na siku ya pili. Wakapige kura ili tarehe 29 wafanye kazi ya kulinda amani katika nchi yetu. Tutawaachia wakapige kura. Si walituua 2020 mwaka huu wakatayarisha mifuko ya plastiki. Lakini hatuwezi kupata viongozi wa nchi kwa njia ya kijinga namna hii, kwa njia ya wizi. Mkisikia watu wanakwambieni mtoke tarehe 28, msikubali. Kaeni nyumbani kama mahodari watoke wao. Tuliposema hakuna kura ya siku mbili, we meant it. Tulikusudia na tutawaonesha kwamba tumekusudia kwenye nchi hii. Hatuwezi kukubali kufanyiwa ujinga wa namna hii. Tukapata kiongozi rais mwizi, kapatikana kwa njia ya wizi, mawaziri wamepatikana kwa njia ya wizi, halafu tukategemea kwamba nchi hii tutakwenda mbele. Tunakubaliana hilo? Tunakubaliana? Hebu tunyoshe mkono. Kawachukue wenye viti wote wa CCM waje wawe ndio wasimamizi wa uchaguzi. Mnakwenda mwaka huu inshallah. Wataondoka kwa sababu ya khiana waliomfanyia Maalim Seif.